Kwa kwanza mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutunusuru katika ajali hii. Tukiangalia kabisa dereva wetu kwanza cha kwanza lazima tumpongeze. Kwanza nina imani Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Sawa sawa. Maana mimi nilivyoiona ajali tu kitu cha kwanza nilimuita Yesu. Nikasema Yesu, niliposema Yesu, tukio nililoliona ni gari kufunga breki. Ila mimi nashukuru kwa ujumla. Ndio. Mwenyezi Mungu amewasaidia. Hata muokoaji hapa angezama tu. Kuna kona hii na ile pale. Mbaya mno kwa ujumla. Maana ya Yesu. Mbaya mno. Maana inaua asilimia kubwa. Inatakiwa kuweka vibao vya kujulisha hii kona, kwa sababu hii Yesu yenyewe ni mbaya sana. Si mara moja. Sio mara moja. Sasa tena kuna jamaa mwingine tena alikuwa anakwenda Shinyanga, naye alikuja akashtuliwa na hiyo kona. Aligeuza gari ikakata kona mpaka akaenda kudumbukia kwenye mtaro, huyo jamaa alikufa. Mimi nimesema Mungu wangu watu wanaisha. Nikakuta yani nani mama. Hili ni eneo ambalo sio zuri. Tupate ajali mbaya, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutusaidia. Tumepukana na ajali hiyo. Unaweza kuona kama breki jinsi zilivyopiga hapa. Ilikuwa ni ajali mbaya na ni mwendo wa kawaida tu. Speed isiyopungua kama 50 hivi, chini ya 50, lakini eneo halikuwa zuri. Gari imekuja hivi kama unavyoona. Tunaweza kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaweza kuona tairi ilivyokuja ikaminya hapa. Hiyo ni tairi hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gari lilivyokuja ikageuka. Mpaka sasa hivi wananchi bado wanaendelea kushangaa kwenye tukio lililofanyika. Unaweza kupaona jinsi palivyo. Kina cha humu. Unaona? Hapo anaweza kuonesha jinsi gani. Hapo. Yaani maana hapa Mungu amesaidia. Moja kwa moja ungesikia hapo kuna kile kilifu. Lazima mungesikia tu. Hapo chini. Kuna milingoti kama mitatu inazama. Kwenda chini hapo. Milingoti mitatu. Huwa inazama. Inazama hapo bwana. Kwa hiyo ina maana kwamba kama tungeingia hapo, yani gari ingebaki uende kimo, yani bodi tuenda. Kwa hiyo huu mchanga tunaoona huko juu juu mungezama tu lazima. Panatitia. Panatitia. Yani bwana poleni sana. Mungu amesaidia bwana. Mungu ni mwema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kuona tumenusurika na hii ajali. Unasema lini? Jana tu juzi. Hapa gari hapo ikazama. Kagonga hapo kwenye daraja ikazama huko. Naweza kaona jinsi tulivyonusurika hii ajali. Ila tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Serikali hapa ni nani? Naona nyingine nayo tena ile nyingine nayo ikaenda kudondokea pale. Ile ya juzi. Ilidondokea hapo ile. Hii ya lini ilikuwa? Hiyo ilikuwa ikagonga hapo ile ilikuwa tarehe ngapi ile? Hii ya juzi iligonga hapo unapoona. Ambayo iliingia ikadumbukia hapa. Ile ya mapadri. Tunaweza mkaona jinsi tulivyonusurika katika hii ajali. Mapadri walizunguka kule. Tunasema kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa asilimia kubwa tumenusurika katika ajali hii ambayo ilikuwa ni ajali mbaya. Na jinsi wanavyodai kwamba kule ambapo ingedondokea kule ndio ingekuwa mbaya zaidi. Lakini tunasema Mungu wetu ni mwema, katuongoza, katuokoa. Naweza mkaona jinsi tulivyojitahidi kuigeuza hiyo gari. Unaweza kaona urefu wa hapo. Hichi kina kilivyo kirefu. Naambiwa tu ukishafika chini, huo udongo nao uona unatitia. Huo udongo unatitia. Hata kama ukipiga mbizi. Hauwezi ukafika chini, inabidi urudi tena upumue. Utafute tena kwenye haya maji hapa. Pale kwenye mchanga hapo. Hapo kwenye mchanga? Kwenye mchanga hapo. Na mbona inaonekana mchanga huko juu au unakuaje? Si umesukuma na nani? Umesukuma na nani unaileta na maji. Hapo pana kina kirefu sana hapo. Kina cha hapo ni kirefu mno. Hapo yani hapo pana kina kirefu mno hapo. Hapo ina maana kwa hapo na jinsi inavyosemekana hiyo gari ingezama mazima hapo. Hapo ingezama mazima. Unaona? Kwa hiyo gari ingezama yote ingeishiamo. Naona. Lakini tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa asilimia kubwa. Hii kona mnaweza mkaangalia hata serikali pia ikachukua hatua pia kwa
kwa kuweka tahadhari katika kona hii, haina vibao cha alama yoyote ya kuonesha labda kuna mtu achukue tahadhari mbele, labda kuna hatari. Hakuna kibao chochote. So kwa wageni inakuwa ni mbaya zaidi, hususan kwa wageni wanaokuja katika barabara hii ni mbaya zaidi. Kwa hiyo jinsi wanavyosema hapa, juzi tu gari imetoka kudumbukia humu. Nafikiri unaweza kuona jinsi alivyokuwa anahangaika huyu, imetoka kudumbukia katika huo mto. Huku ni nafuu, lakini kwa kule zaidi ndio mbaya zaidi jinsi wanavyosema. Kwa mnaweza mkaiona hii kona. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametusaidia katika hili. Sio kwa nguvu zetu au kwa uwezo wetu sisi, ila ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tunasema kwamba Mungu wetu ni mwema. Aweze kutusimamia na aweze kutuongoza hata tunapokwenda. Na hatakuwa spidi kubwa, ilikuwa ni spidi kama 50 au chini kidogo, hatakuwa spidi kubwa. Lakini mnaweza mkaona jinsi gani gari lilivyokuja ikageuka. Unaona? Imekuja jinsi mnavyoona ikageuka hapo. Kwa tunaomba tu serikali ichukue tahadhari katika barabara, katika kona hii ambayo sio nzuri, ichukue tahadhari. Ndio mama. Asante mama. Mimi nimesema Mungu wangu watu wanaisha. Nikakuta yani nani mama. Tunamshukuru Mungu, Mungu ametusaidia. Mama, unaizungumziaje hii barabara wewe kwa upande wako? Serikali inakusikiliza na watu wanakusikiliza. Wewe unaizungumziaje hii barabara? Nasema hii barabara mtoto wangu atengeneze kona. Watengeneze barabara nyingine. Yaani hivi litamaliza watu mtoto wangu. Litamaliza watu. Kama juzi tu. Juzi, kwa mkia jana juzi. Jana tu gari litolewa humu. Watu tena wakasalamika. Sasa ya maneno gani? Sasa hebu unaiambia nini serikali, unaambia nini watu kwa ujumla ambao au mamlaka zote zenye kuhusika na mamlaka labda ya barabara, unawaambia nini kwa upande wako? Sasa watu wenye barabara watatumia washauri watengeneze barabara hata nyingine. Wao waweke vibao kwa ajili ya tahadhari. Waweke vibao. Yaani watu watakuwa wanakuja wanaenda. Sasa hivi mtoto wangu si kazi ngumu. Kimekuwa kilio ni kilio tu cha barabara. Waweke mavibao wakinge mtoto wangu. Inasemekana kwamba hii sehemu imeshaua watu wengi. Wewe acha. Hapo. Sawa. Zinakuja yani moja kwa moja. Mtoto wangu alimeua hapa. Yani waweke tu mavibao. Sawa. Okay, huyu ni bodaboda, ni mwenyeji kidogo wa eneo hili huyu bwana. Unaweza kaangalia tulivyonusurika hiyo ajali, lakini huyu bwana ni mwenyeji pia wa eneo hili. Unaweza kaishauri nini mamlaka kuhusu hili eneo mzee? Hii kona ni mbaya sana. Ndio. Kona ni mbaya sana. Sasa mwendo kasi wao wanapunguza mwendo sana. Sawa. Kwa jinsi inavyoonekana kule mbele hakuna vibao vya kuchukua tahadhari. Wewe hilo unalizungumziaje? Pengine vibao vingekuwepo ingekuwa ni jambo jema zaidi kwa ajili ya kuwapa tahadhari kwa wale wageni ambao hawaijui hii kona. Ni kweli vibao wameweka kwa mbali sana, ila kwa sasa hivi inatakiwa waitengeneze iwe pana sana kwa jinsi ambavyo tunavyojua. Sawa. Tunashukuru tumenusurika ajali kama unavyoona. Hii gari jinsi unavyoona ilikuwa iende humo. Lakini ilikuwa ni mwendo mdogo tu kama spidi ya 50 au 40 kushuka hapo. Tulijaribu kuchukua tahadhari lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutunusuru pia. Kikubwa zaidi tunaiomba tu serikali ichukue tahadhari kwenye upande wa hii barabara, hususan kona hii, iweze kutengeneza mazingira mazuri ambayo itakayokuwa ni salama kwa raia, lakini pia hata kwa wageni wanaokuja eneo hili. Sawa, tunashukuru sana mkuu. Asante. Yani nimeshikilia kuna ule mlio tu nilipoona imegeuza nikasikia. Sasa kupiga jicho hivi nikaona vumbi. Leo tena limekuwa lile jambo tena la jana tena leo limejirudia. Mzee, unazungumziaje wewe? Hii ajali wewe umeiona vipi? Hii ajali inatakiwa kuweka vibao vya kujulisha hii kona, kwa sababu hii esi yenyewe ni mbaya sana. Si mara moja. Sio mara moja. Sasa tena kuna jamaa mwingine tena alikuwa anakwenda Shinyanga
naye alikuja akashtuliwa na hiyo kona, aligeuza gari ikakata kona mpaka akaenda kudumbukia kwenye mtaro. Huyo jamaa alikufa. Haya, juzi tena kuna jamaa tena walitokea huku tena wako speed ya nani, wana pikipiki wakaja hii kona tena vile vile ikafanya nini, ikashitua, na hapo tena mara nyingine tena basi tena lidondokea hapo na ikawa jamaa fulani wa Mgeta hapo tena ni konda alikuwa ilikuwa ni Johangi anayedondoka hapo. Okay, wewe unazungumzia nini kuhusu hii kona na ile eneo hili? Hususan kwa upande wa labda mamlaka husika na masuala ya barabara. Yaani mamlaka yanayohusika na hii barabara, hii sehemu ya kona hii inatakiwa waweke vijulisho vya kujulisha, kwa sababu kujulisha madereva, kwa sababu hii njia ni kubwa, na hii njia ni njia ya chini ambayo vile vile magari mengi yamehamia hapa. Kwa hiyo inatakiwa waweke nini, waweke vijulisho vya kujulisha madereva wageni, maana mgeni anaweza kaingia hapa akaleteleza ajali kubwa sana kiasi kwamba na watu wanaweza wakaisha. Kwa mfano hata hili la leo watu mungeisha hapa. Mungu sana kwa Okay, hilo. hii hii sehemu inaitwaje, ni eneo gani? Hii ni kitongoji cha yenyewe ni Mariwanda, lakini ni kitongoji cha Majengo, Mariwanda B. Inapatikana wapi, mkoa gani, sehemu gani? Mkoa wa Mara, wilaya ya Bunda. Wilaya ya Bunda? Okay, sawa. Kiongozi, wewe unazungumzia nini kuhusu hili eneo kiujumla? Kwa ujumla mimi hii hali kwa siku ya leo, na sio kwamba siku ya leo tu. Hapa bwana, kwa ujumla mimi naona serikali hasa upande wa uhusika TANROADS wajaribu kurekebisha, waweke vibao kwa ajili ya wageni wanaopita. Kwa maana hili barabara sio kwamba wenyeji tu wa haya mazingira, imeshakuwa maarufu kwa magari. Wageni wanatoka wanaingia na njia shortcut kutoka Barili kuja wapi, Mgeta. Kwa hiyo mimi ninavyoona, kwa ushauri wangu, serikali ijaribu kuweka vijulisho vya madaraja, hata kama mgeni anapofika anaangalia barabara, anaona daraja, kuna daraja pale, anakuja kwa anachukua tahadhari. Okay. Lakini hivi ni moja kwa moja itafanya mauaji, itaendelea kufanya mauaji. Mimi nimekaa hapa muda mrefu sana, naangalia, na kwangu ni karibu hapa kwenye hizi nyumba unazoziona hapa. Sawa. Ina maana matukio yanavyofanyika kama ni ya mchana lazima utashuhudia. Nimeua. Mapadri nao walikuwa wanatoka safari, wakaja moja kwa moja wanaelekea huku, wanakuja kufika hapo Ikagoma wakazamamo, unaona. Ila na wenyewe Mungu akasaidia, hawakupata majeraha yoyote. Wakaendelea, wakarudi na safari yao. Walikuwa naenda Serengeti, inaonekana kabidi warudi, wakairisha hiyo safari. Wakairisha hiyo safari. Haya, dereva bodaboda wengi wamekufa sana hapa. Kuna kona hii na ile pale, mbaya mno kwa ujumla. Haya mno, maana inaua asilimia kubwa, na inaua hasa kwa wageni. Kwa maana anatoka moja kwa moja kule, anaelewa barabara liko moja kwa moja, akifika hapa inachanganya sasa. Lazima aingie mtu, na huu mto ni mrefu. Una maana kwamba hii gari kiingia katika huu mto kizani kitua katika hapo, kwa siku ya leo hapo ingezama. Milingoti mitatu inaingia hapo. Milingoti mitatu inazama hapo. Hata kama uokoaji ingekuwa, lazima mtu unapoingia na wewe unapitia. Ina maana ingekuwa ni shida bado. Unaona? Ingekuwa bado ni shida. Ila mimi nashukuru kwa ujumla. Ndio. Mwenyezi Mungu amewasaidia. Hata muokoaji hapa angezama tu. Hata muokoaji angezama tu. Hapo ni parefu mno. Parefu bwana. Sasa kwa ujumla mimi ninavyoona, serikali hii ijaribu kushauri upande wa TANROADS waweke vibao. Sawa. Usije jamani. Sawa. Mungu asaidie. Mama, unazungumziaje hili tukio ulioliona la leo? Hili tukio nililoliona limenisikitisha sana. Ndio. Kwanza nina imani Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Sawa. Maana mimi nilivyoiona ajali tu, kitu cha kwanza nilimuita Yesu. Nikasema Yesu, niliposema Yesu, tukio nililoliona ni gari kufunga breki. Kwa kweli Mungu ni mwema. Hili tukio hata juzi tumeshuhudia gari imedondoka hapo. Serikali ingesaidia tu kuhusu hii kona ya barabara, isaidie roho za watu. Poleni sana jamani. Asante, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema. Tumeweza kunusulika katika ajali hii ambayo ilikuwa ni mbaya sana. Amina. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini hata kwa nyinyi pia maombi yenu pia Mungu amejalia na ameyasikiliza. Tumeweza kunusulika na hii ajali. Mlikuwa mnaelekea wapi? Na tunaelekea Nata.
Ya tunaelekea Nata hapo. Familia moja. Ya ni marafiki. Ni familia moja tuseme. Asante sana, tunashukuru sana. Yaani huko msinge kona kwa sababu bora huku hata ni kwa fuku. Huku ndio kwenye hatari sana. Na hii ajali yenu ilikuwa inaenda kupatikana huku. Hii ilikuwa ni ya huku. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Mungu ni mwema, tumeweza kunusurika. Kama unavyosikia mashuhuda wanavyokuambia eneo hili, hapo unapopaona palipojaa mchanga hapo. Hapo palipojaa mchanga kwamba gari hiyo ikiingia inatitia, ni milingoti mitatu. Hebu imagine urefu wa milingoti kwenda chini inaishiamo milingoti mitatu. It means hata uokoaji ungefanyika bado ingekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu kila ambaye angekuwa anaingia angekuwa anatitia. Kwa hiyo tuiombe tu serikali kwa ujumla iweze kutoa agizo kwa mamlaka husika ili wachukue tahadhari katika eneo hili kama wanavyozungumza kwamba limekuwa ni eneo ambalo linasababisha ajali kwa watu, linaleta mauaji. Kwa eneo hili sio zuri, kwa hiyo tunaomba serikali ichukue hatua kupitia eneo hili kwa ajili ya kuweka vibao vya tahadhari kule au hata zile kingo tu za pembeni mwa barabara, mwa daraja ili ziweze kuwepo hapo kwa ajili ya kuweza kunusuru roho za watu. Wewe kama mmoja wapo uliokuwa ndani ya gari ambayo ilikuwa sasa ikapata ajali, unaona izungumziaje kwanza? Kiukweli mimi mpaka sasa hivi nashukuru Mungu maana niko hai. Maana nilipokuwa kwanza ajali ilikuwa inatokea upande wangu, najaribu kuangalia wewe kama driver unawezaje kuicontrol hiyo ajali. Na mimi nikasema acha nikae nitulie, Mungu alivyofanya anafanya maajabu yake. Na nikakaa nikasubiri, nikatulia kabisa kuona mwanzo wa tukio mpaka mwisho wa tukio, na Mungu akawa amesimama upande wetu. Na ninavyoona na ninavyoomba na ninavyofikiria mpaka sasa sijui tu nini kimetusaidia. Kwa sababu hakuna aliyetusaidia zaidi ya Mwenyezi Mungu pekee. Japo kuna mashuhuda hawa wenyewe wametuona jinsi ilivyokuwa tokea hiyo ajali, na sisi tunazidi kumuomba Mungu kwa sababu ametuokoa leo. Naamini kweli Mungu yupo na atatusaidia zaidi na safari yetu itaendelea kuwa salama. Ila kwa upande mwingine tuendelee kuiomba serikali kama taarifa jana tumeambiwa tu taarifa ya jana kuna gari manguka si Alfa hapo si Noah, na kuna juzi tena kuna gari manguka hapa si bado, yani ajali zimekuwa mfululizo zaidi ya 3. Maana yake sisi ya kwetu ni kama ya 4. Unaweza kuona hii ni eneo ambayo inapitisha magari mengi. Eneo yani ni barabara ambayo tuseme ni kuu hususan kwa kuja kwa kuelekea Mgumu. Ni ajali ambayo inapitisha magari mengi kama unavyoona. Kama unavyoona jinsi ilivyo. Naona, yani unaweza kaona tu jinsi changamoto ilivyo katika eneo hili. Hata kama ni speed ndogo, naona gari lazima ipite. Wewe ukiwa pia mmoja wapo pia ambao ulikuwa katika tukio hili au katika gari ambayo ilikuwa ipate ajali, wewe unaizungumziaje tukio hili? Kwa kweli, kwa kwanza mimi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ameweza kutunusuru katika ajali hii. Tukiangalia kabisa dereva wetu kwanza cha kwanza lazima tumpongeze. Cha pili, hii ajali sisi kama familia ambao tulikuwa kwenye gari hiyo tusingepona mpaka sasa hivi. Kwa sababu shimo lenyewe kama jinsi unavyoliona na ajali ilipokuwa inaenda kutokea ni humu. Sasa ukizingatia ukiangalia kwa akili ya haraka mazingira kama haya tusingeweza kupona mpaka sasa hivi. Kwanza dereva wetu kwanza ulikuwa umetulia kwenye mskani, umetulia kabisa kwenye gari, na jinsi ajali ilivyokuwa inatokea tulikuwa tumeshaiona na wote tulikuwa tumetulia, hamna abiria yote wala hamna aliyekuwa amehamaki. Amehamaki. Maana tulikuwa tumetulia vizuri. Sasa kwenye changamoto kwenye kona hii. Hii kona ndio ina changamoto. Kuna gari inapokuja matari yanaweza ukiangalia pia hiyo ni moram. Sasa unapotoka kule na gari moja kwa moja bila kuangalia kibao chochote inakuwa kidogo ni changamoto. Sisi tumekuja vizuri mpaka ukiangalia gari yetu sasa hivi ina shida. Juzi wananchi wanapodai kwa eneo hili ajali imetokea juzi. Na hili eneo limeshaua mara kadhaa. Sasa tunaiomba serikali hebu jaribu kuangalia hili eneo kwa sababu magari mengi yanaenda Mgumu, yanaenda wapi? Yanatokea Bunda hapo ambayo yanapita njia hii, na ukiangalia hii barabara ni kubwa. Kwa mimi ninachoomba serikali hebu ijaribu kuangalia hili swala kwa kina, waje watembelee maeneo kama haya. Umeona? Waje waangalie maeneo kama haya. Loi.
Kwa hiyo apakie kwanza mizigo. Apakia kwanza tu mizigo kwanza. Ngoja uangalie maeneo kama haya. Sio kukaa huko mbali. Naam. Haya, iko namna gani? Twala ina namna gani? Tupakieni. Okay. Tunaenda hiyo. Yaani aling'ang'ania breki. Vinginevyo angelegeza turi kuna dumbuka hii gari zima. Ukupata kiwewe dereva. Tairi ndio imepinda hapa. Hii tairi unaweza kuona jinsi ilivyopinda. Unaona? Hata kwenda Hii tairi imepinda. Hii tairi imepinda. Tupakieni vifaa. Inabidi uende waigonge hii limu. Unaona imepinda hii? Hii imepinda. Hii limu. Huyo ni mwingine tena. Aligongewa hapa jamaa fulani tena aligongewa hapa na Jimmy. Ilikuwa ni Mira. Ilikuwa ni Sio Jimmy. Jimmy. Ilikuwa ni Jimmy ya Sambili. Tunaweka pale kwenye kona pale inaanza kupiga honi. Ya